Baada ya meneja wa benki kutekwa na kutishiwa kifo, analazimika kutoa siri za benki kwa majambazi. Wamba wanaivamia benki na kuiba mkwanja mrefu sana, bilioni 1.5. Kila mtu chini sasa hivi. Ila balaa zito linawafika pale maaskari walipopata taarifa juu ya uvamizi huo. Je, unajua nini kilitokea? Wahalifu wamejificha huko nyuma. Ingilieni haraka! Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza gonga like, kisha ni follow au subscribe, halafu niandikie kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze sasa. Jiji la Dar es Salaam, saa 3:30 asubuhi. Mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha, ikiosha vumbi la jiji, lakini haikuweza kuosha dhambi zilizokuwa zinakaribia kutendeka. Katika mtaa wa Samora ulijaa pilika-pilika za magari na watu. Gari aina ya Land Cruiser V8 lenye vioo vyeusi tinted lilikuwa limeegeshwa kando ya barabara, mita 50 tu kutoka mlango mkuu wa benki ya Imperial Trust. Ndani ya gari hilo kulikuwa na kimya kizito. Harufu ya sigara kali na jasho la hofu ilitawala hewa ya kiyoyozi. Dakika 2, sauti nzito yenye mamlaka ilisikika kutoka kiti cha nyuma. Huyo alikuwa Derek, maarufu kama Dragon, mwanamume mwenye umbo la miraba minne, kovu refu likikatiza jicho lake la kushoto na roho iliyokufa ganzi miaka mingi iliyopita. Zungu, uko tayari? Dragon alimuuliza mtu aliyekaa kiti cha abiria mbele. Zungu, jambazi katili ambaye alifahamika kwa kupenda kumwaga damu kuliko fedha, alilivuta pumzi ndefu na kuchezea kitufe cha bunduki yake aina ya AK-47 iliyokuwa imefupishwa mtutu, sawed off. Nimezaliwa tayari, Dragon. Hawa walinzi wa benki leo watajuta kwa nini hawakubaki vijijini kulima. Mosha! Dragon alimgeukia dereva, kijana mdogo lakini mwenye kipaji cha ajabu cha kuendesha gari kwa kasi ambayo hata shetani angeogopa. Usiwe na shaka kiongozi, hii mashine nimeifanyia service ya kuzimu, hata helikopta haitotufikia, Mosha alijibu huku akitikisa kichwa kwa mdundo wa muziki uliokuwa ukilia kwa chini sana. Lisa, mfungo wa mawasiliano? Dragon aliuliza kupitia kifaa cha mawasiliano sikioni. Lisa, mwanamke pekee katika genge hilo, hakuwepo kwenye gari. Alikuwa amejificha kwenye jengo la ghorofa mkabala na benki, akiwa na kompyuta mpakato na vifaa vya kudukua mawasiliano ya polisi. Kila kitu kiko sawa, Dragon. Kamera za CCTV za benki nimeshazizima kwa dakika 10 zijazo. King'ora kimeharibiwa, lakini kumbuka, Inspekta Kiboko yuko doria maeneo ya posta. Akisikia mlio wa risasi, atakuwa hapo ndani ya dakika 5. Dakika 5 ni nyingi sana kwetu, Dragon alisema huku akivaa maski yake nyeusi iliyoficha sura yake yote isipokuwa macho. Twendeni. Lalieni chini! Milango ya kioo cha kibenki ilipasuka vipande kwa kishindo kikuu baada ya Zungu kupiga risasi 3 hewani. Lalieni chini! Kila mtu chini, la sivyo kichwa kiondoke! Zungu alinguruma kama simba aliyejeruhiwa. Sauti yake ilitetemesha kuta za benki hiyo. Wateja walipiga yowe la hofu, wanawake walilia, watoto walikumbatiwa na mama zao, na walinzi wawili waliokuwa mlangoni walikuwa wameshakula risasi za miguu kabla hata hawajanyanyua silaha zao. Damu ilianza kutapaka kwenye sakafu nyeupe ya marumaru. Dragon aliingia kwa mwendo wa pole, hatua zake zikiwa na mpangilio. Hakukimbia, alikuwa na begi kubwa la kijani begani na bunduki aina ya Uzi mkononi. Alielekea moja kwa moja kwa meneja wa benki ambaye alikuwa anajaribu kubonyeza kitufe cha dharura chini ya meza. Dragon aliruka kaunta kwa uwepesi wa chui na kumshika meneja huyo shati. Ukibonyeza hicho kitufe, familia yako itakuzika bila kichwa, Dragon alinongonyea kwa sauti ya baridi. Nipeleke kwenye chumba cha kuhifadhia pesa, Vault, sasa hivi.
Meneja akiwa anatetemeka mwili mzima na jasho likimtoka kama mtu aliyemwagiwa maji, alimuongoza Dragon huku Zungu akiendelea kuwadhibiti wateja na wafanyikazi wengine. Na dakika 3, Lisa alionya kupitia kichocheo sikioni. Polisi wamepokea simu kutoka kwa mpita njia aliyesikia mlio wa risasi. Ndani ya Pesa, Dragon alimwamuru meneja kufungua mlango mzito wa chuma. Meneja alihangaika na namba za siri. Haraka! Dragon alimpiga mtako wa bunduki kisogoni. Mlango ulifunguka kwa mlio wa ting. Macho ya Dragon yaliangaa. Maburungutu la fedha taslim, dola za Marekani na shilingi za Kitanzania yalikuwa yamepangwa. Hakupoteza muda, alianza kupakua fedha hizo na kuzijaza kwenye begi lake kwa kasi ya ajabu. Zungu, tuko tayari, anza kutoka, Dragon alitoa amri. Lakini nje mambo yalikuwa yameanza kuharibika. Mlinzi mmoja wa kampuni binafsi aliyekuwa chooni alitoka na kuanza kufyatua risasi. Risasi ilimpita Zungu sikioni, ikikata kiasi kidogo cha mnyama. Zungu aligeuka kwa hasira. Pumbavu! Zungu alifyatua risasi mfululizo kuelekea kwa mlinzi huyo. Mlinzi alianguka, kifua chake kikiwa kimechandwa vibaya zaidi. Dragon, polisi wamefika. Inspekta Kiboko yuko nje. Sauti ya Lisa ilikuwa na hofu sasa. Dragon alitoka ndani ya chumba cha Pesa, begi likiwa zito. Alimkuta Zungu akiwa anavuja damu sikioni, lakini bado ameshikilia bunduki yake imara hivyo. Toka nje, Mosha, sogeza gari. Walipotoka tu mlangoni, walikutana na kuta za magari ya polisi yaliyokuwa yamezingira eneo hilo. Ving'ora vililia kama nyimbo za msiba. Hapo, simameni, weka silaha chini, Inspekta Kiboko alitangaza kupitia kipaza sauti, akiwa amejikinga nyuma ya mlango wa gari lake la doria. Hapo, simameni, weka silaha chini, usalama wenu. Dragon hakujibu kwa maneno. Alirusha bomu la moshi, smoke grenade, lililofukia moshi mzito wa kioo likifunika eneo lote la mbele ya benki. Piga risasi, Kiboko aliamuru. Mvua ya risasi ilianza. Dragon na Zungu walijibanza nyuma ya nguzo huku akifyatua risasi kurudisha mashambulizi. Wahalifu wamejificha huko nyuma. Mosha aliliingiza gari aina ya V8 katikati ya moshi huo kwa kishindo, akigonga gari moja la polisi na kufungua njia. Ingieni haraka! Ingieni, ingieni, Mosha aligaa. Dragon alirukia kiti cha nyuma, Zungu akaingia mbele. Mlango haukufungua vizuri wakati Mosha alipokanyaga mafuta. Gari lilichomoka kama mshale, matairi yakitoa moshi na harufu ya mpira kuungua. Wafuateni, funga barabara zote za kutokea mjini, Kiboko alinguruma kwenye redio ya wimbo. Hawa mbwa wasitoke salama. Mbio za kifo zilianza. Mosha aliendesha gari kwa ustadi wa hali ya juu, akichenga magari mengine barabarani, akipanda lami na kushuka mitoroni. Magari 5 ya polisi yalikuwa nyuma yao yakifyatua risasi. Zungu, waondoe hawa nzi nyuma yetu, Dragon aliamuru. Zungu alishusha kioo, akatoa mwili wake nusu nje na kuanza kufyatua risasi kwa bunduki ya machine gun waliokuwa wameificha mtutu. Gari la kwanza lilipigwa tairi la mbele, likipoteza mwelekeo na kupinduka mara 3 kabla ya kugonga nguzo ya umeme. Cheche za moto ziliruka. Moja kini, Zungu alicheka kicheko cha kichawi. Chukua, piga risasi sana! Lakini Inspekta Kiboko hakuwa mtu wa kukata tamaa. Gari lake aina ya Defender liliendelea kuwafuata, likigonga kila kitu kilichokuwa mbele yake. Kiboko alikuwa dereva hatari pia.
Lisa, tuipe njia, Dragon alibweka kwenye simu. Nimebadilisha taa za kuongoza magari, traffic lights za makutano ya fire zitakuwa kijani kwenu na nyekundu kwa wengine. Pita sasa hivi. Mosha alipita kwenye makutano hayo kwa kasi ya kilomita 160 kwa saa. Magari ya upande wa pili yaligongana yenyewe kwa yenyewe, yakijaribu kuwakwepa polisi waliokuwa wanawafuata Dragon. Ajali mbaya ilitokea nyuma yao, ikitengeneza ukuta wa vyuma na moto uliowazuia polisi wengi, isipokuwa Inspekta Kiboko. Hivi jamaa hafi? Mosha aliuliza kwa hofu, akiona Defender ya Kiboko bado inakuja. Pinda kulia, ingia Kinondoni makaburini, Dragon aliamuru. Walipoingia barabara ya vumbi lekundu lilifunika kioo cha Kiboko. Dragon alichukua kirusha bomu dogo RPG kutoka chini ya kiti. Shika usukani vizuri Mosha. Sawa Dragon. Choma! Kuka! Dragon alifungua sunroof ya gari lake, akasimama na kulenga gari la Kiboko lililokuwa mita 200 nyuma yao. Kombola liliondoka. Kiboko aliliona, akafunga breki ghafla na kupindisha gari mtoroni. Bomu lililipuka mita chache mbele ya gari lake. Gari la Kiboko lilishindwa kuendelea, injini ikiwa imefuka moshi. Tumemtanguliza gereji, twende mafichoni. Dragon alirudi kukaa chini, akivuta pumzi. Tumemtanguliza gereji, twende mafichoni. Tunarejeshwa nyuma wiki moja kabla ya hili tukio kubwa la ujambazi. Tunamshuhudia John, kijana mwenye rasta, akiwa amesimama ofisini kwa bosi wake ndani ya benki. Hali ya hewa ni nzito. Bosi, akiwa amechukizwa na kufoka kwa sauti ya juu, anamrushia John bahasha ya kaki mezani. Bosi anamfokea vikali. Huna umakini. Hatuwezi kuendelea na uzembe wa namna hii kwenye taasisi nyeti kama hii. Hii hapa barua yako ya kusimamishwa kazi. Ondoka sasa hivi na usirudi mpaka utakapoitwa. John anajaribu kujitetea, lakini sauti yake inamezwa na ukali wa bosi. Kwa unyonge, anachukua barua hiyo, anageuka na kuanza kuondoka, huku wafanyakazi wenzake wakimtazama kwa huruma na minong'ono. Sijui nitafanya nini sasa. Pole sana mzee. Hii ni ngumu sana. John anatoka nje ya jengo la benki. Kama vile anga inasoma hisia zake, mvua kubwa inaanza kunyesha ghafla. Haikimbii mvua, anatembea taratibu kuelekea sehemu ya maegesho, parking, huku maji yakimlowesha mwili na nguo zake yakichanganyika na machozi ya uchungu yanayomlengalenga. Anafika kwenye gari yake, anafungua mlango na kujitupa kwenye kiti cha dereva. Anashindwa kuwasha gari mara moja. Anaegesha kichwa chake kwenye usukani, steering wheel, na kuanza kulia kwa uchungu, akiwaza jinsi maisha yake yanavyoenda kuharibika bila kazi. Akiwa katikati ya kilio hicho, ghafla sauti nzito na yenye mamlaka inasikika kutoka kiti cha nyuma. Pole sana bwana mdogo, maisha hayana huruma, si ndio? John anastuka kama amepigwa na radi. Kabla hajageuka vizuri au kufanya lolote, anahisi kitu cha baridi kikigusa kisogo chake. Ni mdomo wa bastola. Kwenye kioo cha mbele, rear view mirror, macho ya John yanakutana na sura ya kutisha ya Dragon. Dragon anatabasamu kidogo, tabasamu lisilo na chembe ya wema. Dragon anasogelea karibu na sikio la John na kunong'ona kwa sauti ya kukwaruza, "Sikiliza, sina muda wa kupoteza. Kama unataka uendelee kuvuta hewa ya dunia hii, nahitaji kitu kimoja tu kutoka kwako. Nahitaji ramani nzima ya ulinzi wa hii benki. Pesa zinahifadhiwa wapi? Walinzi wanabadilishana muda gani? Na nani anashikilia funguo za dharura?" John anatetemeka, jasho jembamba likimtoka licha ya baridi ya mvua. Anajaribu kusita, lakini Dragon anakandamiza bastola hiyo zaidi kichwani mwake na kusema, "Chagua sasa John. Kazi ushapoteza, unataka kupoteza na uhai wako pia?" Akiwa hana namna nyingine na akitawaliwa na hofu ya kifo, John anashusha pumzi ndefu ya kukata tamaa. Kwa sauti inayotetemeka, anaanza kutoa siri zote za ndani za benki hiyo.
Anamtajia Dragon kila kitu, kuanzia muda wa kubadilisha shifti za walinzi, namba za siri za milango ya nyuma, hadi mahali pesa nyingi zinapohifadhiwa kabla ya kusafirishwa. Dragon anapata anachokitaka, na hapa ndipo mbegu ya uhalifu huu mkubwa ilipopandwa. Okay, tunaendelea na wakati uliopo. Saa 11:30 jioni. Walifika kwenye gara chakafu maeneo ya Mbezi Beach, pembezoni mwa bahari. Hapo ndipo palikuwa ngome yao. Lisa alishafika akiwa wameandalia vinywaji na vifaa vya huduma ya kwanza. Zungu alikuwa anaugulia maumivu ya sikio lake, huku Mosha akiwa anatetemeka kutokana na adrenaline ya mbio hizo. Dragon alimwaga fedha zote mezani, takriban shilingi bilioni 1.5. Kazi nzuri, Dragon alisema, lakini macho yake hayakuwa kwenye pesa, yalikuwa kwa Zungu. Wakati wakiwa kwenye gari, Dragon alimuona Zungu akituma ujumbe mfupi kwenye simu yake ya siri ambayo hakuruhusiwa kuwa nayo wakati wa kazi. Dragon hakusema kitu wakati huo, lakini akili yake ilianza kufanya kazi haraka kuliko risasi. Zungu, Dragon alimuita huku akifungua bia yake. Ile risasi ilikupata aje? Wewe ni mpambanaji hodari, sikutegemei mlinzi wa kampuni binafsi akupate kirahisi. Zungu aligugumia, macho yake yakikwepa yale ya Dragon. Bahati mbaya tu mkuu, niliteleza kidogo. Dragon alitabasamu, tabasamu ambalo halikufika macho. Bahati mbaya, sawa. Baada ya hapo, Mosha akamgeukia Lisa na kusema, gawanya pesa. Lisa akajibu, tunayo kazi nyingine wiki ijayo. Wiki ijayo? Mosha aliuliza kwa mshangao. Mkuu, hizi pesa zinatutosha kupotea kwa mwaka mzima. Hapana, Dragon alijibu kwa ukali. Hii ilikuwa ni kianzio tu, kazi kubwa iko mbele. Waziri wa madini ana mtoto anayesoma shule ya kimataifa, International School of Tanganyika. Jina lake ni Junior. Tunamteka Jumanne ijayo. Chumba kilizizima. Kuteka mtoto wa waziri ilikuwa ni kutangaza vita na serikali nzima. Dragon, hiyo ni hatari sana, Lisa alisema kwa wasiwasi. Kiboko hatutulaza. Kiboko ni mtu mfu anayetembea, Dragon alisema huku akimtazama Zungu kwa jicho la pembeni. Tatizo letu sio polisi wa nje, tatizo letu ni polisi wa ndani. Zungu alimeza mate kwa shida. Je, Dragon alijua? Usiku huo, Zungu alipotoka kwenda haja ndogo, Dragon alimfuata Lisa. Lisa, dukua simu ya Zungu. Nataka kujua alituma ujumbe kwa nani wakati tunakimbizwa. Dakika 10 baadaye, Lisa alirudi, uso wake ukiwa mweupe kwa hofu. Dragon, ujumbe ulienda kwa namba binafsi. Nimeifuatilia namba hiyo. Imesajiliwa kwa jina la mke wa Inspekta Kiboko. Dragon alikaa kimya, akichezea kisu chake mkononi. Kumbe, Dragon alinong'ona, Zungu anatuuza kwa Kiboko ili apate msamaha wa makosa yake ya zamani. Anataka kutugeuza sisi sadaka. Utafanya nini? Lisa aliuliza. Sitamuua sasa, Dragon alijibu kwa ukatili. Nitamtumia, atatupeleka kwa waziri, atafikiri anatuingiza mkenge, kumbe yeye ndiye atakuwa chambo cha kifo chake mwenyewe. Siku iliyofuata, Dragon alimpa Zungu ramani ya nyumba ya waziri na ratiba ya mtoto. Zungu, wewe utaongoza kikosi cha utekaji. Mimi na Mosha tutakuwa backup. Nataka wewe ndiyo mkamate mtoto. Macho ya Zungu yaling'aa. Alijua hii ndiyo nafasi yake ya kumpa Kiboko taarifa kamili na kuwakamata Dragon na wenzake wakiwa kwenye tukio red-handed. Zungu alikubali. Usiwe na shaka Dragon, hii kazi ni nyepesi. Alipotoka nje, Zungu alimpigia Kiboko. Afande, Jumanne, saa 4 mchana, shule ya IST, watamteka mtoto wa waziri. Njoo na kikosi kizima, Dragon atakuwepo. Kiboko akiwa ofisini kwake, huku amefungwa bandeji kichwani kutokana na ajali ya jana, alitabasamu. Kazi nzuri Zungu. Ukifanikiwa hili, kesi zako zote za mauaji zinafutwa na utapewa passport mpya utoke nchini. Lakini upande wa pili, Dragon alikuwa akisikiliza maongezi hayo kupitia kifaa cha kudukua alichokuwa amekiweka kwenye koti la Zungu bila yeye kujua. Pumbavu, Dragon alicheka. Jumanne itakuwa siku ya mwisho ya Zungu na siku ya fedheha kuu kwa Kiboko.
Mpango wa Dragon ulibadilika. Hawangeenda kumteka mtoto wa waziri shuleni. Huo ulikuwa mtego. Dragon alikuwa na mpango mwingine wa kikatili zaidi, kuvamia nyumba ya Kiboko mwenyewe wakati Kiboko ameenda kuweka mtego shuleni na kumteka mke wa Kiboko ili kubadilishana na uhuru wao milele. Vita ilikuwa imeanza upya. Sasa haikuwa vita ya pesa tena, ilikuwa vita ya kisasi, usaliti na damu. Sasa, kabla sijaendelea, chukua hii. Je, unatafuta suluhisho la uhakika kwa afya yako? Longlu ni jibu la asili lililothibitika kusaidia changamoto mbalimbali. Kwa wanaume, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume zenye uhafifu. Kwa wanawake, huondoa changamoto za uzazi, ugumba na kurekebisha mvurugiko wa homoni. Afya ya ndani, kinga na msaada mkubwa kwa wenye matatizo ya figo na ugonjwa wa seli mundu au sickle cell. Siri ya ujana, tumia Longlu pamoja na Linchzi mara kwa mara ili kuzuia uzee na kuonekana mwenye afya tele. Kwa huduma zaidi, wasiliana na Dr. Grace Mollel kupitia namba 0775419021. Longlu, uhai mpya, tabasamu la kudumu. Okay, tunaendelea. Jumanne saa 7:30 mchana. Jua la Dar es Salaam lilikuwa likichoma utosini. Katika eneo la Masaki karibu na shule ya kimataifa IST, ukimya wa mashaka ulitawala. Kwa jicho la kawaida, kila kitu kilionekana shwari. Wazazi walikuwa wakisubiri kengele ilie ili wachukue watoto wao. Magari ya kifahari yalipangana. Lakini chini ya utulivu huo, Inspekta Kiboko alikuwa amepanga jeshi. Ndani ya gari la ice cream lililoegeshwa mita 100 kutoka getini, Kiboko alikuwa akichungulia kupitia darubini. Alikuwa amevaa kiraia, lakini bastola yake aina ya Beretta ilikuwa kiunoni, tayari kuimba. Kikosi mpo tayari? Kiboko alinong'ona kwenye redio. Tayari afande, tuko juu ya paa la jengo la pili. Tayari afande, tuko juu ya paa la jengo la pili, sauti ilijibu. Kikosi B, tuko ndani ya gari la taksi, tunawasiliana. Kiboko alitabasamu. Leo ndio siku Dragon anakufa. Zungu alikuwa amempa ramani yote. Dragon angekuja na gari aina ya Toyota Hiace nyeusi, wakijifanya ni gari la kubeba wanafunzi, na wangemteka mtoto wa waziri getini. Kiboko aligeuza macho yake kuelekea kwenye gari ndogo aina ya Toyota IST iliyokuwa imepaki upande wa pili. Ndani yake alikuwemo Zungu. Zungu alikuwa chambo. Kazi yake ilikuwa kutoa ishara pindi Dragon atakapofika. Saa 8 kamili. Kengele ya shule ililia. Watoto walianza kutoka. Kiboko alikaza misuli. Jasho jembamba lilimtiririka. Zungu akiwa ndani ya gari lake alikuwa akiangalia saa kila baada ya sekunde 10. Moyo wake ulimdunda kwa kasi. Mbona hafiki? Zungu alijiuliza. Dragon huwa hachelewi hata sekunde moja. Zungu alitoa simu yake ya siri na kutuma ujumbe kwa Kiboko. Bado sijamuona. Kiboko alijibu. Tulia, hawezi kuacha mzigo huu. Huku Masaki kukiwa kumesheheni polisi waliojificha, upande wa pili wa jiji, mambo yalikuwa tofauti kabisa. Sinza, makaburini, nyumbani kwa Inspekta Kiboko. Mtaa ulikuwa kimya. Gari aina ya Nissan Patrol nyeusi iliingia taratibu na kusimama mbele ya geti la kifahari la nyumba ya Kiboko. Ndani ya gari hilo, Dragon alikuwa akirekebisha gloves zake nyeusi. Mosha alikuwa kwenye usukani, engine ikiunguruma kwa chini. Lisa, mitambo ya ulinzi ya nyumba hii? Dragon aliuliza. Uzio wa umeme umezimwa, kamera zimechezewa na zinaonyesha picha za jana usiku. Walinzi wawili getini, mmoja ndani. Una dakika 4 kabla ya mfumo wa alamu ya dharura kujiweka sawa upya. Lisa alijibu haraka. Twende, Dragon alisema. Mosha alishuka garini akiwa amevalia sare za kampuni ya umeme, TANESCO.
Aligonga geti. Nani? Mlinzi aliuliza kupitia dirisha dogo. TANESCO, kuna hitilafu ya transformer, tunakagua mita zenu, Mosha alijibu kwa sauti ya zembe. Mlinzi alifungua geti kidogo. Hilo ndilo kosa lake la mwisho siku hiyo. Kabla hajamaliza kuuliza swali, Dragon alitokea pembeni ya ukuta na kupiga teke zito lililoufungua mlango kwa kishindo, ukimgonga mlinzi huyo usoni na kumwangusha chini akiwa amezimia. Mlinzi wa pili alijaribu kunyanyua bunduki yake, lakini Dragon alikuwa mwepesi kama upepo. Alimrukia na kumpiga ngumi ya koo, kisha akampiga kitako cha bastola kichwani. Walinzi wote wawili walikuwa chini ndani ya sekunde 10. Lisa, baki garini. Mosha, ingia ndani. Dragon na Mosha walivamia sebule kuu. Mke wa Kiboko, mama mmoja mnene na mwenye hofu ya Mungu, alikuwa akitazama tamthilia ya Sultan. Alipoona watu wenye maski na silaha wakiingia, alipiga yowe. Kimya, Dragon alimwamuru kwa utulifu. Hatutaki kukuumiza mama. Tunataka tu uwe mgeni wetu kwa muda. Mume wangu atawaua. Mnajua mimi ni mke wa nani? Mama huyo alilia. Dragon alicheka kidogo. Ndio maana tuko hapa. Tunataka kumwona huyo mumeo akijaribu. Walimchukua mama huyo, wakamfunga kitambaa mdomoni na kumwingiza kwenye gari lao. Ondoka Mosha, kwea pipa. Twende, endelea. Saa 8:30, hakuna Dragon, hakuna utekaji. Inspekta Kiboko alikuwa ameanza kupandwa na hasira. Alihisi kuna kitu hakiko sawa. Simu ya Zungu iliita. Ilikuwa namba ya Dragon. Zungu aliipokea kwa haraka. Dragon, uko wapi? Tuko tayari hapa shuleni, mbona hufiki? Zungu aliongea kwa sauti ya chini, akijaribu kuficha hofu. Kwenye simu, sauti ya Dragon ilisikika kwa utulivu wa kutisha, ikiambatana na muziki laini wa jazz. Zungu, rafiki yangu msaliti, nilikupenda kwa nini? Ulikuwa na tamaa. Lakini kosa lako ni kufikiri kuwa tamaa yako inazidi akili yangu. Moyo wa Zungu ulisimama. Unasemaje Dragon? Sijaelewa. Angalia dirishani kwako Zungu. Angalia wale wauza karanga, wale madereva taksi, na yule mwenda wazimu anayokota makopo. Wote ni polisi wa Kiboko, si ndio? Zungu alitokwa na jasho la baridi. Dragon, nilikudanganya Zungu. Sikuja shuleni. Nilijua unawasiliana na Kiboko. Nilikutumia wewe kama chambo ili kumweka Kiboko mbali na nyumbani kwake. Nyumbani kwake? Zungu alipiga kelele. Wakati huo huo, simu ya Kiboko iliita. Ilikuwa namba ya mke wake. Kiboko aliipokea haraka. Mke wangu, samahani, niko kazini. Haujambo afande Kiboko. Sauti nzito ya Dragon ilisikika badala ya mke wake. Kiboko aliganda. Ulimwengu ulisimama. Jambazi, Kiboko alinguruma. Simu ya mke wangu imefuata nini kwako? Mkeo yuko salama kwa sasa. Niko naye hapa, tunazunguka jiji. Anapenda sana AC ya gari langu. Sikiliza kwa makini Kiboko. Nipo na mkeo. Wewe uko Masaki na kikosi chako ukimsubiri mzuka. Nitakuua Dragon, na hapa kwa jina la Mungu nitakuchinja. Kiboko alipiga kelele kiasi cha mishipa ya shingo kumtoka. Punguza jazba, Dragon alicheka. Unachagua mmoja. Waamuru vijana wako wamkamate huyo mtu aliye kwenye gari aina ya IST hapo mbele yako. Yeye ndiye aliyekupa taarifa za uongo. Anaitwa Zungu. Ukimkamata yeye, labda nitaikirimu familia yako. Kiboko alikata simu na kugeuka kumtazama Zungu kwa jicho jekundu la damu. Alihisi kusalitiwa mara mbili. Aliamini Zungu alishirikiana na Dragon kumfanyia mchezo huu ili kuteka mke wake. Kikosi chote, Kiboko alinguruma kwenye redio. Mshambulieni huyo mtu kwenye gari aina ya IST. Ni jambazi sugu. Pigeni kuua. Zungu aliona askari wote wakigeuza mitutu kuelekea kwake. Alisikia amri ya Kiboko kupitia redio aliyokuwa nayo, iliyokuwa imeunganishwa na polisi. Hapana, hapana, mimi ni wenzao, Zungu alilia. Pa! Kioo cha mbele cha gari lake kilipasuka. Zungu alijua hana chaguo. Instinct ya ujambazi ilirudi. Alishika submachine gun yake. Dragon, umeniweza, lakini sitakufa kijinga.
Zungu alikanyaga mafuta na kuanza kufyatua risasi hovyo. Risasi zilisambaa zikivunja vioo vya magari ya wazazi na kusababisha taharuki kubwa. Polisi walijibu mapigo kwa nguvu kubwa. Gari la Zungu lilitobolewa kama chujio. Lakini Zungu alikuwa na roho ya paka. Alirusha bomu la mkono, grenade, nje ya dirisha. Boom! Mlipuko ulirusha gari moja la polisi angani na kutengeneza wingu la vumbi. Zungu alitumia mwanya huo kutoka kwenye gari na kukimbilia kwenye jengo la shule linalojengwa. Mzingireni, msimwache atoke, Kiboko aliamuru huku akimpigia Dragon simu. Dragon, mke wangu yuko wapi? Kiboko, naona unashughulika na rafiki yangu Zungu. Mkeo atashushwa salama Coco Beach baada ya dakika 10. Sharti uondoe vizuizi vyote barabara ya Bagamoyo Road kuelekea Tegeta. Nataka njia nyeupe. Sawa, sawa, Kiboko alijibu kwa uchungu. Ondoeni vizuizi vyote barabara ya Bagamoyo Road, haraka. Zungu akiwa amejificha ghorofa ya pili la jengo linalojengwa, alikuwa anavuja damu begani na mguuni. Risasi zilimshia. Alijua mwisho wake umefika. Alimwona Inspekta Kiboko akipanda ngazi kwa tahadhari, akiwa na bastola mkononi. Kiboko hakuwa anataka kumkamata Zungu, alitaka kumuua kwa hasira ya kutekwa mke wake. Zungu, Kiboko aliita. Ulinidanganya. Zungu alikohoa damu. Afande, sikukudanganya afande. Dragon ni shetani, ametuchezea sote. Zungu alinyanyua mikono hadhi kusalimu amri. Afande, nisaidie, Dragon amenisaliti. Kiboko alimtazama Zungu kwa dharau. Wewe ni mzigo usiohitajika. Wewe ni mzigo usiohitajika. Bang! Kiboko alimpiga risasi ya katikati ya pajia la uso. Mwili wa Zungu ulianguka nyuma na kudondoka kutoka ghorofa ya pili mpaka chini kwenye kifusi cha mawe. Jambazi katili Zungu, mwisho wake ulikuwa umefika. Kiboko alishuka mbio na kupanda gari lake. Nendeni Coco Beach sasa hivi. Walipofika Coco Beach, walimkuta mke wa Kiboko amekaa kwenye benchi la simenti, akilia huku ameshikilia ice cream iliyokuwa inayayuka mkononi. Hakuumizwa hata unywele. Kiboko alimkumbatia mke wake, lakini macho yake yaliona ujumbe ulioandikwa kwenye mchanga mbele ya mke wake kwa kutumia fimbo. Game on. Usiku huo, mafichoni mapya maeneo ya Bunju, Dragon, Mosha na Lisa walikuwa wamekaa wakila chakula cha jioni. Habari kwenye TV ilikuwa ikitangaza kifo cha jambazi sugu Zungu aliyeuawa katika majibizano na polisi. Hakuna aliyetajwa kuhusu kutekwa kwa mke wa Kiboko. Kiboko alificha aibu hiyo. Zungu ameenda, Mosha alisema kwa huzuni kidogo. Alikuwa mwenda wazimu, lakini alikuwa dereva mzuri. Usaliti ni deni ambalo lazima lilipwe kwa damu, Dragon alisema huku akifuta mdomo. Sasa tumebaki watatu. Hii inatupa wepesi. Lisa aliweka ramani mpya mezani, ramani ya jengo kuu la makao makuu ya polisi. Dragon, unataka kufanya nini? Lisa aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Hii ni wenda wazimu? Dragon alitabasamu, na mara hii tabasamu lake lilifika machoni. Kiboko alimuua Zungu, hiyo ni sawa, lakini Kiboko anashikilia kitu changu, kitu ambacho nilikiacha miaka 10 iliyopita kwenye chumba cha ushahidi, evidence room, ghorofa ya 3 makao makuu. Kitu gani hicho? Mosha aliuliza. Hard disk, Dragon alijibu. Hard disk yenye ushahidi wa orodha ya vigogo wote wa serikali wanaofanya biashara haramu. Hiyo hard disk ndiyo tiketi yetu ya kuwa watawala wa nchi hii, na tutaingia kuichukua Ijumaa hii. Kuvamia makao makuu ya polisi? Mosha alisimama kwa mshangao. Mkuu, unataka kufa? Hapana. Dragon alisimama na kuchukua bunduki yake. Nataka kuishi milele kama hadithi. Ijumaa, Dar es Salaam itawaka moto ambao haijawahi kuona. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa limegubikwa na giza na upepo wa bahari. Lakini usiku huu,
Giza halikuwa la kawaida, lilikuwa giza la kabla ya dhoruba. Kituo kikuu cha polisi, Central Police Station, kilisimama kama ngome katikati ya jiji. Hapa ndipo penye moyo wa jeshi la polisi. Kuingia hapa na silaha ni sawa na kujiandikia hukumu ya kifo. Mita 500 kutoka kituoni, kwenye maegesho ya magari ya posta mpya, gari aina ya ambulance chakavu ilikuwa imepaki. Ndani yake, Dragon, Mosha na Lisa walikuwa wanafanya maandalizi ya mwisho. Lisa, uko tayari? Dragon aliuliza huku akivaa vazi la kikosi maalum cha kutibua mabomu, bomb squad. Mfumo wao wa umeme uko mikononi mwangu, Lisa alijibu, vidole vyake vikicheza kwenye keyboard kwa kasi ya ajabu. Nimepandikiza virusi kwenye mfumo wa mawasiliano wa redio za polisi. Kwa dakika 15 zijazo hawataweza kusikilizana vizuri. Mosha, Dragon alimtupia kifaa kizito. Hii ni C4, bomu la plastic. Kazi yako ni moja. Tukiingia ndani, hakikisha njia ya kutoka inabaki wazi. Mkuu, roho mkononi, Mosha alijibu, akivaa helmeti nzito. Saa 3 na dakika 10, ghafla simu za dharura zilianza kuita Central Police. Afande, Kariakoo soko kuu kuna waka moto, kuna milipuko imesikika, watu wanakimbia hovyo. Sekunde chache baadaye, ripoti nyingine iliingia. Feri Kigamboni, kuna gari limelipuka kwenye Pantundi. Kiboko akiwa ofisini kwake ghorofa ya pili Central alisimama. Hali ya hatari ilitangazwa. Magari yote ya doria na vikosi vya kutuliza ghasia FFU viliamriwa kuelekea Kariakoo na feri kudhibiti hali. Hii ni nini? Kiboko alijiuliza akichungulia dirishani. Aliona malori ya polisi yakiondoka kwa kasi, ving'ora vikilia. Kituo kilibaki na askari wa kawaida na walinzi wachache. Huo ulikuwa mchezo wa Dragon. Milipuko hiyo ilisababishwa na mabomu madogo yaliyotegwa kwa remote na Lisa ili kuvuta nguvu kazi ya polisi mbali na kituo kikuu. Gari la ambulance liliingia geti la nyuma ya Central Police kwa kasi likiwa limewasha king'ora. Fungua geti, tuna majeruhi mahututi kutoka feri. Mosha alipiga kelele dirishani akiwa amevalia sare za udaktari zilizoloa damu ya kuku. Mlinzi alifungua geti haraka. Gari liliingia na kuelekea sehemu ya kupokelea maiti au majeruhi. Tuelekee ghorofa ya 3, chumba cha ushahidi. Mara tu walipoegesha sehemu ya giza, Dragon na Mosha walishuka. Walikuwa wamebadilisha nguo ndani ya gari. Sasa walikuwa wamevaa sare za Field Force Unit FFU, nyuso zao zimefunikwa na maski za gesi. Tuelekee ghorofa ya 3, chumba cha ushahidi, Dragon aliamuru. Walitembea kwa mwendo wa kijeshi, wakipishana na askari waliokuwa wanakimbia kuchukua silaha kwenda kwenye tukio la moto. Hakuna aliyewasimamisha. Walionekana kama sehemu ya kikosi. Walifika ghorofa ya 3. Ukanda ulikuwa mtupu isipokuwa askari wawili waliokuwa wamelinda mlango wa chuma ulioandikwa Evidence Room. Dragon alitembea kuwafuata. Afande, tumeagizwa kuhamisha vifaa nyeti kufuatia tishio la bomu jengo hili. Hatujapata taarifa hiyo, askari mmoja alijibu kwa mashaka. Redio zenu mbovu nini? Kamanda ametoa amri sasa hivi, Dragon alifoka. Wakati askari hao wa kutazamana, Dragon na Mosha walichukua hatua. Dragon alimpiga ngumi ya koo iliyomfanya ashindwe kupumua, huku Mosha akimpa taser, shoti ya umeme shingoni. Walinzi walianguka kimya kimya. Lisa alifungua mlango wa kielektroniki kwa mbali. Ting! Waliingia. Chumba kilijaa masanduku ya silaha, dawa za kulevya na nyaraka. Dragon alielekea kwenye kabati la chuma lenye namba siri 001. Alitumia kinyooleo chake bandia aliyokuwa nacho miaka mingi kufungua skana. Kabati lilifunguka. Ndani yake kulikuwa na hard disk nyeusi ndogo. Dragon aliichukua na kutabasamu. Tunayo, twende. Ofisini kwake Kiboko alikuwa anapokea ripoti. Afande, moto wa Kariakoo ni tairi tu zimechomwa, hakuna jengo linaloungua. Feri pia ni fataki zimerushwa. Kiboko aliganda. Mtego. Akili yake ilifanya kazi haraka. Dragon, lengo lake halikuwa Kariakoo. Kituo kikuu, Kiboko alinguruma. Wamevamia hapa. Alichukua bunduki yake aina ya M4 Carbine na kukimbia kutoka ofisini kwake. Kituo kikuu! Wamevamia hapa! Fungeni milango yote! Hakuna kutoka!
Alipofika ngazi, aliona walinzi wa chumba cha ushahidi wamelala chini. Fungeni milango yote, hakuna kutoka. Kiboko alibonyeza kitufe cha dharura. King'ora kikali kilianza kulia ndani ya jengo zima. Taa nyekundu ziliwaka. Dragon na Mosha walikuwa wamefika ghorofa ya kwanza wakati milango ya chuma ya kutokea ilipojifunga ghafla. Lockdown. Tumefungiwa, Mosha alipiga kelele. Kiboko alitokea juu ya ngazi akiwa na kikosi cha askari 6 nyuma yake. Dragon, mwisho wako umefika. Weka silaha chini. Dragon, mwisho wako umefika! Dragon hakujibu. Alimvutia Mosha ndani ya ofisi ya karibu na kufunga mlango kwa meza nzito. Risasi zilianza kupenya ukuta wa mbao. Lisa, tufungulie milango ya nyuma, Dragon alipiga kelele kwenye redio. Siwezi Dragon, Kiboko amezima mfumo mkuu, manual override. Lazima mfungue wenyewe kwa mkono. Dragon alimtazama Mosha. Tunahitaji kulipua ukuta. Ukuta? Mkuu, hapa ni ghorofa ya kwanza. Tukilipua ukuta tutatokea barabarani, lakini tutakuwa wazi kwa risasi za nje. Mosha nijibu huku akitetemeka. Hana chaguo. Weka C4 ukutani. Mimi nitawashughulikia hawa wa mlangoni. Mosha alibandika bomu la C4 kwenye ukuta unaotazama barabara ya Sokoine Drive. Dragon alichukua flashbang ama bomu la mwanga na kulirusha ukumbini walikokuwa kina Kiboko. Boom! Mwanga mweupe ulipofoza macho ya askari. Dragon alitoka na kuanza kufyatua risasi kwa ustadi wa hali ya juu, wakiwalazimisha kina Kiboko kurudi nyuma kujificha. Lipua Mosha! Kaboom! Ukuta wa ofisi ulilipuka, vumbi na matofali yakiruka nje barabarani. Tundu kubwa lilipatikana. Mosha na Dragon waliruka kupitia tundu hilo na kutua juu ya paa la gari la polisi lililokuwa limepaki chini. Wako nje! Wako nje! Wako nje! Wako nje! Kiboko alipiga kelele dirishani huku akifyatua risasi. Dragon na Mosha waliringiriki chini kutoka juu ya gari na kuanza kukimbia kuelekea baharini, waterfront. Kiboko alishuka ngazi mbio na kupanda pikipiki ya askari wa trafiki. Alikuwa na hasira ya kichaa. Aliona kivuli cha Dragon na Mosha wakikimbia kuelekea ufukweni, karibu na kivukoni front. Leo mtakunywa maji ya bahari, Kiboko alinguruma, pikipiki ikipaa. Dragon na Mosha walifika ukingoni mwa bahari. Hakuna boti. Lisa, boti iko wapi? Dragon alifoka. Inakuja, iko mita 100. Nyuma yao Kiboko alikuwa amefika. Alisimamisha pikipiki na kuanza kufyatua risasi. Mosha aligeuka kujibu mapigo. Pa! Risasi moja ya Kiboko ilimpata Mosha kifuani. Mosha alianguka nyuma, damu ikichuruzika mdomoni. Mosha, Dragon alimshika. Mkuu, nenda. Mosha alikohoa damu, macho yake yakianza kufifia. Boti inakuja, usiache ile disk. Mosha alikata roho. Dragon alimtazama rafiki yake wa mwisho akifa. Hasira ilimpanda, lakini akili yake ilibaki baridi. Boti ndogo, speedboat, iliwasili, ikiendeshwa na Lisa. Kiboko alikuwa anakaribia, akibadilisha magazini ya bunduki yake. Dragon alimbeba Mosha na kumtupia kwenye boti, kisha naye akaruka. Ondoka Lisa, ondoka! Lisa alikanyaga mafuta. Boti iliruka juu ya mawimbi. Kiboko alifika ukingoni, akapiga magoti na kuanza kufyatua risasi mwelelezo kuelekea kwenye boti hiyo iliyokuwa inapotea gizani baharini. Risasi zilipiga maji, lakini hazikuwafikia. Kiboko alitupa bunduki yake chini kwa hasira. Dragon! Saa 4 usiku, kisiwa cha Mbuja. Hapa ndipo walipokimbilia. Ilikuwa kimya, isipokuwa sauti ya mawimbi. Mwili wa Mosha ulikuwa umelazwa kwenye mchanga. Dragon alimzika rafiki yake chini ya mti wa mnazi, akiweka alama ya jiwe. Hakulia. Machozi yalikuwa anasa ambayo jambazi kama yeye hakuwa nayo. Alirudi kwenye boti ambapo Lisa alikuwa anatetemeka kwa baridi na hofu. Dragon alitoa ile hard disk. Kwa ajili ya hii, Moshi na Zungu wamekufa. Alichomeka kwenye kompyuta ya Lisa. Fungua tuone, kuna nini?
Lisa alifungua faili, macho yake yalitoka pima. Dragon, hii siyo orodha ya wafanyabiashara haramu. Ni nini? Ni orodha ya jasusi na hitmen wa serikali wanaofanya kazi kwa siri duniani mkote. Na jina la kwanza kwenye orodha hii, Lisa alimeza mate. Jina la kwanza ni nani? Ni Inspector Kiboko. Jina lake halisi ni Agent K47. Kiboko sio polisi wa kawaida. Ni muuaji aliyepandikizwa kusafisha uchafu wa wakubwa. Dragon alicheka kicheko cha uchungu. Kumbe, Kiboko ndiye jambazi mkubwa kuliko sisi wote. Sisi tunaiba pesa, yeye anaiba roho kwa amri ya serikali. Ghafla, simu ya Dragon iliyokuwa imezimwa muda wote iliwaka yenyewe. Ujumbe uliingia. Karibu kwenye level ya pili Dragon. Umefaulu mtihani. Hii hard disk ilikuwa ni usaili, interview. Sasa unafanya kazi na sisi. Ukikataa, Kiboko atakuja kumalizia kazi. Ukikubali, Kiboko atakuwa chini yako. The Director. Dragon alimtazama Lisa. Mchezo ulikuwa umebadilika. Hawakuwa tena wezi wa benki, walikuwa wameingia kwenye ulimwengu wa kivuli, Deep State. Dragon alichukua simu na kuandika jibu moja tu: nakubali, lakini nataka kichwa cha Kiboko. Mwisho.